freedom of association, freedom of speech, freedom of movement. Tumeona a concerted effort to curtail our freedom to move around the country and to associate with those who are like-minded. Very unfortunate. I didn't mind kutumiwa goons kila pahali kama hivyo ndivyo rais ameamua. Katika mkutano huo, Rigathi Gachagua pia amemkumbusha gavana wa kaunti ya Nairobi Bwana Johnson Sakaja akuwa aliteuliwa na watu wote wakiwemo wa Kasarani. Aidha, Gachagua amedokeza kuwa ifikapo mwezi wa 5 atakuwa anazindua rasmi chama chake kipya. Gavana, hawa watu ya Kasarani walikuchagua. You cannot pay them back by kutuma goons kwa kanisa yao. Surely. It doesn't matter how ungrateful you are. If nothing else, watu ya Kasarani governor walikupigia kura, walikupatia mamlaka. How can you send goons in their church when they are raising funds for the completion of their church? It's very insensitive, it's very unkind, and it's something that we don't understand. But doesn't matter, dire musijali. Na chama yetu iko tayari mwezi ya 5. Sawa sawa? Mnangoja chama yetu? Si mumehama kwa UDA? Sasa nyinyi msijali, chama yetu iko tayari. Tukijitayarisha mambo ya uchaguzi pole pole tukisubuana na huyu jamaa, lakini msikuwe na wasiwasi. Mungu wako na Mungu halali, tena hakuli ugali. Mungu ni yule na hakuna bahali ameenda. Mungu atatulinda, atatuchunga. So hivyo Reverend, tumeshukuru sana. Basi mpenzi mtazamaji, tukifika hapo tutakuwa tunapata mapumziko mafupi, kisha baadaye nikirejea takufahamisha taarifa kuhusiana na jengo lile ambalo liliporomoka katika eneo bunge la Bonchari, kaunti ya Kisii. Mwelekezi wangu ni Bwana Ondieki, nami ni Jeff Nyakundi. Narejea hivi punde. Unatazama Ndizi TV Afrika. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. Bas Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation.
Unatazama Ndizi TV Afrika. Karibu sana mpenzi mtazamaji, tuendelee mbele ni kupasha yale ambayo yametokea siku hii ya leo. Na tukisonga mbele ni kwamba watu 5 wamethibitishwa kufariki na wengine kuachwa na majeraha baada ya jengo la orofa 3 kuporomoka katika eneo bunge la Bonchari, kaunti ya Kisii. Kisa hicho ambacho kimefanyika leo hii asubuhi, jengo lililokuwa likijengwa liliporomoka na kuangukia nyumba zilizoko karibu. Kwingineko ni kwamba kikosi cha kushughulikia dharura kikiongozwa na kundi la Msalaba Mwekundu likishirikiana na maafisa wa polisi na maafisa wa kaunti ya Kisii walifika na kuanza shughuli za uokoaji. Baadhi ya viongozi waliofika eneo hilo wakiongozwa na naibu gavana wa kaunti ya Kisii walikuwa na haya ya kusema. Sasa mjengo kama huu tungetaka kuenda ndani kufahamu ni kwa nini jengo hili limeanguka. Manake jengo hata alikuwa limeweka walls, sasa linaanza kuporomoka. Tutaenda chini kabisa kuhakikisha tumeuliza ni kwa nini. Je, lilijengwa kwa maadili yanayostahili? Je, wamefuata taratibu za ujenzi? Je, vyote vilivyotumika katika mahali hapa, vyuma, seruji na vyote hivi, je, vilikuwa sawa? Kama kuna shida, kama kuna mwenye amelalia kazi yake, ajue kwamba kuanzia leo kwenda mbele chuma chake kimotoni. We will not relent. This is not how you handle people. But now wote wamenyeshewa na hamu ya kufahamu ni nini kinachoendelea hapa. Ni watu wetu wamekufa sababu ya kiholela ambao tumeona hapa. Hata si lazima uwe mtaalamu kuona upuzi ulio hapa, lakini wacha wataalamu waangalie na wataweza kuona ni nini kiliendelea hapa, nani amelalia kazi yake, basi atajibu kwa sababu. Basi kwa familia ambazo zilipoteza wapendwa wao katika maboromoka hayo, tunawapa rizara za rambirambi kama kituo cha Ndizi TV Afrika. Na tukisidi kusonga mbele nikifika tamati ni kwamba katika spoti leo hii ni kwamba ligi kuu ya Premier hapa nchini Kenya iliendelea huko siku ya leo. Timu ya Shabana iliweza kupata ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Bandari, na timu ya Tusker ilitoka sare ya 1-1 na timu ya Mara Sugar. Jinsi ambavyo top scorer anatufahamisha. Ligi kuu ya Premier hapa nchini Kenya FKF iliendelea ambapo mechi mbalimbali zilichezwa weekend hii. Kwenye uwanja wa Gusii Stadium, timu ya Shabana ilipata ushindi wa 3-1 ikicheza na timu ya Bandari. Mabao yao 3 yakifungwa na Austin Odongo, Marco Kola na Nehemiah Onchiri. Uwanjani ya Wendo, timu ya Tusker na Mara Sugar walitoka sare ya kufungana bao 1-1. Na mechi ya viongozi wa ligi kuu ya Premier hapa nchini Kenya, Police FC ilishia sare ya kutofungana wakicheza na timu ya City Stars. Ila mechi baina ya Gor Mahia na timu ya KCB iliahirishwa kutokana na hali mbaya ya uwanja na itachezwa hiyo kesho kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi katika uwanja wa Machakos. Nikiripotia Ndizi saa 1, naitwa James, the top scorer. Basi mpenzi mtazamaji, kufika hapo tukishapata taarifa za spoti ndipo tunafika tamati, na naelekezwa kwamba mwelekezi wangu pale Bwana Ondieki ni mmoja wa mashabiki wa timu ya Tusker, lakini leo hii mambo hayakuendea salama sana. Basi kufika hapo tunafika tamati kwa taarifa zetu za Ndizi saa 1. Ungana nami tena hiyo kesho masaa na wakati kama wa leo nikufahamishe mengi, na vipindi vyetu vitakuwa vinaendelea. Jina langu ni Jeff Nyakundi na yule ambaye amekuwa ni mwelekezi wangu ni Bwana Ondieki. Kwaheri kwa sasa.